ninapokuwa mimi ni clinical officer, ninaujua jinsi ya kufanya procedures zingine za kitabibu. Nikiwa nimesoma kozi ya muda mfupi nikapelekwa kwenye pharmacy, ni lazima nitashindwa kutofautisha mgongano wa kitaaluma kati ya ile taaluma ya kitabibu au ya kiuguzi na taaluma ya pharmacy. Kwa hiyo mwishowe nitageuza duka la dawa kuwa kama kituo kidogo cha afya. Na hii naweza tukathibitisha kwa asilimia kubwa kwamba maeneo yote ambako kumefanyiwa ukaguzi na kukakutikana kuna hizo changamoto, wanaohusika kwa namna moja au nyingine ni wale tuliowakaribisha katika taaluma, na lakini wana taaluma zingine za afya na zinazopelekea wao kuwa na huo mgongano wa maslahi ya kitaaluma. Kwa mheshimiwa mgeni rasmi, sisi tunaomba maeneo yote yanayosimamia dawa wabaki wana taaluma wa dawa, na hasa kwa kuzingatia kwamba ongezeko ni kubwa la wanataaluma wa dawa wapo na wanaweza kutumika maeneo yote. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kuwa na wanataaluma mahiri ni pamoja na miundombinu ya kufundishia na ufundishaji. Yapaswa yule anayesomea fani husika awe na vigezo fulani. Na katika hili tunaomba sisi wanataaluma wa kada ya pharmacy tusikilizwe katika uwekaji wa vigezo vya kusoma na kuhudumu katika taaluma ya pharmacy. Mheshimiwa mgeni rasmi, nia yetu sio ubinafsi. Kama nilivyoainisha hapo juu, nia ni kumlinda Mtanzania na kuhakikisha anapata huduma bora wakati wote. Mheshimiwa mgeni rasmi, taaluma ya pharmacy inahitaji ufaulu wa hesabu kwa sababu inahusisha hesabu na hesabu ambazo ni hatari kwa uhai wa mtu. Lakini taaluma ya pharmacy inahusisha fizikia, kemia, biolojia, na zaidi taaluma ya pharmacy inafundishwa kwa lugha ya Kiingereza. Maelekezo yote na machapisho ya kufundishia yako kwa lugha ya Kiingereza, ikiwa ni pamoja na maelekezo yanayokuja na dawa, hasa zile dawa tunazozipokea kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, lugha ya Kiingereza kama lugha ya kufundishia ni muhimu ikawa sehemu, ufaulu wa lugha ya Kiingereza ukawa ni muhimu kwa sehemu ya kigezo cha mtu kusoma pengine si taaluma tu ya pharmacy, lakini sekta nzima, taaluma zote za afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, mara kadhaa tumeshuhudia vyombo ambavyo vimepewa mamlaka ya kuweza kusimamia taaluma ya pharmacy vikishindwa kufika maeneo husika, na hapa kama chama cha wafamasia Tanzania tunalenga kusema baraza la pharmacy kwa namna moja au nyingine wamekuwa wakishindwa kwenda kufanya ukaguzi katika vyuo vya kutolea elimu ya pharmacy, na hivyo kushindwa kujiridhisha kama kweli wale wanafunzwa kwa kufuata mtaala. Kwa mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kupitia risala hii chama cha wafamasia hili jambo liangaliwe, ili baraza la pharmacy waruhusiwe kuweza kuwa na nafasi ya kuweza kufanya ukaguzi katika maeneo yote ambako kunatolewa mafunzo ya pharmacy. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikiwa namalizia, pamoja na ikama ya wizara imeandaa ikama kwa maana ya namna gani na idadi gani ya watumishi wawe katika maeneo husika. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeshuhudia kwamba kuna ongezeko kubwa la mahitaji ya wanataaluma na hasa kada ya pharmacy, na hivyo basi katika ikama yetu ifanyiwe marejeo ili idadi ya wanataaluma wa kada ya pharmacy ishabihiane na huduma zinazotolewa katika vituo husika, lakini ikama itambue pia uwepo wa wafamasia bobezi, kwa sababu ya sasa hivi inahesabu tu idadi ya wafamasia lakini haihesabu
ile specialization. Naomba niunganishe hili, mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na haya. Katika mfuko wa bima ya afya kuna wafamasia wasiozidi 15. Lakini mfuko huu wa bima ya afya unasimamia madai ambayo sehemu kubwa ni dawa. Chama cha wafamasia tunashauri wafamasia waongezwe katika mfuko wa bima ya afya. Kuwe na mfamasia mmoja kwa kila halmashauri anayesimamia mfuko wa bima ya afya.